Okay, so nitakuwa nawasomea na nitakuwa nawatafsiria ili iweze kueleweka vizuri. So mistakes were intentionally included for you to spot. Think of it as a hidden puzzle to improve your English skills. Kwa hiyo kuna makosa ambayo yamewekwa kwenye hii story hapa ambayo tutaisoma sasa hivi. Kuna makosa ambayo yamewekwa kwa makusudi ili wewe uweze kuyaona au kuyapata. Kwa hiyo fikiria kama vile puzzle. Puzzle ni mchezo ambao unaweza ni kama vile mchezo wa chemsha bongo wa kukuchanganya kichwa chako. Kwa hiyo fikiria kama ni mchezo ambao wa hidden puzzle ambao umetengenezwa kwa ajili ya kuimprove skills zako za Kiingereza. So story yetu inaitwa The Truth About Quick Money Schemes. Ukweli kuhusu njia za kupata pesa haraka. Okay, na nimechagua hii topic kwa sababu watu wengi tunapenda kujua kuhusu mambo ya pesa. Kwa hiyo ni topic ambayo inaongelea vitu vya ukweli, ila pia tunapata kujifunza Kiingereza kutokana na hiki kistori kifupi. So tukisema scheme, maana yake ni njama. Maana yake ni njama, ila pia inaweza ikamaanisha njia ya mtu kuweza kufanya kitu fulani. Excuse me. Okay, in today's world, katika dunia ya sasa, the allure of quick money schemes often captivates individuals seeking fast financial success. So allure ni kama ulaghai au uongo au udanganyifu fulani. Kwa hiyo ulaghai wa kutengeneza pesa haraka au wa njia za kutengeneza pesa haraka mara nyingi often ni maana yake haswa au mara nyingi ina captivate, inawashikilia wale watu ambao wanatafuta njia za kupata pesa au za kufanikiwa kifedha kwa haraka. While the promises may seem glamorous, while the promises may seem glamorous, the reality paint a completely different picture. Huku zile ahadi wanazopewa zinaweza zikaonekana ni za yani glamorous, manake zinatamanisha au ni nzuri kupita kiasi. Ukweli unatuchorea picha tofauti kabisa. So sentensi yetu ya kwanza yenye makosa ni hii: while the promises may seem glamorous, the reality paint a completely different picture. So ningependa kama umeweza kuona kosa liko wapi, unaweza unmute mic yako ukatuambia unahisi kosa liko wapi kwenye hii sentensi ili turekebishe. So sentensi yetu yenye makosa ni hii: na katika hii sentensi hizi mbili kuna makosa ambayo yamefanyika. Kwa hiyo kama unafahamu ni kosa lipi ambalo limefanyika hapa, basi wewe upo vizuri kwenye Kiingereza na safari yako ya kujifunza Kiingereza inaenda vizuri. Kwa hiyo unaweza ukaunmute mic yako kisha ukaelezea. 1 minute.
Okay, so um, nani ameweza kupata jibu? We cannot unmute ourselves. Okay. Nilikuwa sijaruhusu watu kuweza kuunmute. Okay, very sorry. So nadhani hapo mnaweza mka unmute. Okay, Priscilla. Tuanze na Priscilla. Mhm. Priscilla, Hello. unaweza kutuambia? Yes, tunakusikia. Okay. Yes. Pale panatakuwa while the promises may inatakiwa iondoke iwe while the promises seems glamorous, the reality paint a completely different picture. Kwa hiyo, okay, Priscilla amesema hii May inabidi iondoke. So Priscilla, jibu lako ni umekosa. Jaribu tena. Hello. Jaribu tena Priscilla. Jaribu Okay, tena. may I try? Mmoja mmoja jamani, nikishamaliza afu nitaomba tena wengine wa unmute mic. So mmoja mmoja. Una idea nyingine Priscilla au ndio hiyo imeisha? Na tafakari. Haya, okay. Haya, mwingine. Nani mwingine anahisi ameliona kosa liko wapi kwenye hii sentence? Consolata. Hapa teacher, mi naona kwenye seems Okay. inatakiwa iwe seem. Yani Kwa hiyo while the promises may seem glamorized, the reality paint a complete different picture. very good, very good. Hongera sana Madam Consolata. Kwa hiyo hii S hapa ikutakiwa. Na unaweza ukatuambia kwa nini? Kwa wingi, Kwa sababu ya wingi. ndio. Hizi promises ni nyingi ama promises ni moja? Au unamaanisha wingi inabidi? Promise. Yes. Hapo kwa sababu hapa Hapa kwenye kinachoongelea ni hizi promises na ni nyingi. ah, promises zinakuwa nyingi. Yes. Mm. Kwa hiyo kwa nini tuondoe S? Bado unafikiria? Eh, Okay. Haya. So Madam Consolata ameweza kutupa jibu. Ila nani anaweza akatuambia kwa nini hii S haitakiwi kuwepo hapa? Kama ukijua kwa nini S haitakiwi kuwepo, utakuwa umejifunza kitu kikubwa sana ambacho makosa makubwa sana ambayo tunafanya tukiwa tunaongea Kiingereza. Hakuna? Okay, sasa mimi nitawaeleza jibu. Kwa hiyo msikilize vizuri na muweze kujifunza. Siku zote hii sentence cha kwanza kuanzia hapa, tukikata kuanzia hapa, the promises may seem glamorous. Hii ni sentensi full sentence kwamba ahadi zinaweza zikaonekana ni nzuri au zinavutia kupita kiasi. Okay? Hatutaki kuweka s kwa sababu hii kwanza ni sentensi ya wakati tunaita simple present tense ambayo inaongelea kitu ambacho kinaongelea ukweli ambao upo siku zote. Okay? Sasa katika simple present tense, kama nafsi inayoongelewa ipo katika wingi, kitendo hakitakiwi kuwa na s. Kama nafsi inayoongelewa ipo katika umoja, kitendo lazima kiwe na s. Ndio maana tukitumia, kwa mfano, tungetaja jina la mtu mmoja, mfano, ngoja niwaandikie hapa pembeni. Tungetumia jina la mtu mmoja, mfano tungetumia hii au ngoja tuandike jina kabisa, Hassan, kwa sababu Hassan ni jina ambalo linaonyesha umoja. Hassan may seem, tusingeweka s, tungesema no. Hassan seems. Okay? Hassan seems. Hassan anaonekana. Tumeweka s kwa sababu nafsi ambayo
ipo hapa, ipo katika umoja. Okay. Na kitu kingine pia, pointi ya pili ni kwamba hii may ikiwepo hapa, kitendo, sijui nisemeje, so may imekaa kama saidizi, na kuna baadhi ya saidizi zikikaa zinabadilisha jinsi kitendo ambavyo kinakuwa. Mojawapo ikiwa hii may, ambao may ikikaa kabla ya kitendo kwenye sentensi kama hii ya simple present tense, ina siku zote kitendo ambacho kinafuata huwa hakikai na s, kiwe katika umoja, kiwe katika wingi. Ila hii sio concern kubwa. Concern kubwa tu ni kwamba hizi nafsi ni muhimu sana kuangalia nafsi ambayo inaanza kama inaendana na kitendo ambacho kinakuwa kinafuata. Okay. So tumeweza kupata kosa la kwanza. Kuna kosa la pili kwenye kipande cha pili cha hii sentensi. Nani anaweza akatuambia? The reality paint a completely different picture. Kosa la pili unahisi ni lipi? The reality paint a completely different picture. Kwamba uhalisia unachora picha tofauti kabisa. Hello? Yes, Regina? Regina, if you can unmute your microphone. Usiandike jamani kwenye chat. Kama unajibu tuambie moja kwa moja. Okay, kama upo eneo baya sawa. Hello, can I try? Okay, yes, you can try. What is your name? Lillian. Okay, Lillian. The sentence supposed to be the reality paints a The reality? The reality paints a completely different picture. So paints. Okay. So hii sentensi Add kosa, s in paint. yes, so kosa lilikuwa hapa kwenye paint. Ilibidi tuandike the reality paints a completely different picture. Na sababu ni kama ile niliyoongelea hapo nyuma ya kwamba neno likiwa nafsi ya nyuma ikiwa haipo katika wingi, kitendo tunakiwekea s, ila nafsi ya nyuma ikiwa katika wingi, kitendo hatukiwekei s. Nadhani imeeleweka. So kitendo, nafsi inayokuwa nyuma ikiwa katika wingi, kitendo hakiwekewi s, kama hapa promises hatujawekea s, ila kitendo kikiwa katika umoja, not kitendo, nafsi ikiwa katika umoja, kitendo kinachofuata tunakiwekea s. Hii ni kwa sentences zote ambazo ni za simple present tense. Anyway, tuendelee. Most ventures that claims to offer rapid wealth are based on misleading information and dubious intentions. So ngoja nifute hizi ili zisituchafulie. So most ventures that claims to offer rapid wealth are based on misleading information and dubious intentions. Venture ni zile project, ni kama kusema project, kwamba project nyingi ambazo zinadai kutoa mafanikio ya haraka. Rapid maana yake haraka. Mafanikio ya haraka, no, wealth sio mafanikio. Wealth ni kwa Kiswahili unasemaje? Naweza tu nikasema utajiri. Utajiri ambao ni mkubwa tunaita kwa Kiingereza wealth. Kwa hiyo hizi project ambazo zinadai kutoa utajiri wa haraka zinahusishwa na misleading information, taarifa ambazo sio za kweli au zenye kuto kumuongoza mtu katika usahihi, na dubious intentions maana yake
intention ni kile ambacho mtu anakimaanisha au nia ya mtu. Kwa hiyo dubious intentions ni nia za watu ambazo sio nzuri, yani nia mbaya. Kwa hiyo hawa watu wanakudanganya ili wakuingize katika program zao, okay, kwa nia mbaya na kwa kukupa taarifa za hovyo na kukudanganya kwamba utatajirika mapema. So kuna kosa gani katika hii sentensi hapa? Kuna kosa gani katika hii sentensi? So nitairudia kuisoma. Most ventures that claims to offer rapid wealth are based on misleading information and dubious intentions. Hakuna mtu ambaye ameliona kosa? Okay, so ngoja nilitoe kosa. So kosa hapa ni hii claims. Kama tu ilivyokuwa huku juu. Hapa tunaongelea ventures. Okay? Hii venture ipo katika wingi. Kwa vile ipo katika wingi, hapa kitendo hakitakiwi kuwa na s. So mnaweza mkaona jinsi gani watu wengi kwenye hili group hamjafahamu hivi vikosa vidogo vidogo. Yaani vikosa vidogo tu, ila kwa Kiingereza inakuwa inamfanya mtu aongee broken. Okay? Anyway, tuendelee. So to start with, kwa kwanza, such schemes often lack transparency. Hizo njama mara nyingi zinakosa uwazi. Transparency ni uwazi. Many advertisers of quick money opportunity doesn't disclose the actual risks involved. Watangazaji wengi wa hizi fursa za kupata pesa haraka hawatoi. Disclose ni kuadharisha au kutoa taarifa fulani. Hawatoi zile taarifa za risks ambazo zinakuwa involved, zipo katika hizi fursa zao. Risks, nadhani kila mtu atakuwa anaelewa risk maana yake. Risk ni vile vitu ambavyo vinaweza vikaenda vibaya. Kwa hiyo ukiweka pesa yako katika biashara fulani, kuna vile vitu ambavyo tunategemea vinaweza vikafanya biashara yako iende vibaya. Hiyo ndio tunaziita risk. Kwa hiyo hadi hapa kuna makosa. Nani anaweza katuambia kosa la hii sentence liko wapi? Nairudia tena. To start with, such schemes often lack transparency. Many advertisers of quick money opportunity doesn't disclose the actual risks involved. Yeah, let me try. Okay, welcome Lillian. To start with, such schemes often lack transparency. Many advertisers often quick money opportunities do not disclose the actual risks involved. Okay, kwa hiyo kosa liko wapi? That kwanza should be opportunities. Kwa hiyo hapa inabidi and kuwa not opportunity. Okay. And it should be do not, and not does not. Okay, vizuri sana Madam Lillian. So kama mnaweza mkaona hilo majibu aliyotoa ni sahihi kabisa. Cha kwanza, opportunity inabidi iwe katika wingi, inabidi iwe opportunities. So Madam Lillian, unaweza kutupa sababu kwa nini hapa opportunity inabidi iwe katika wingi? Ni kwa sababu hapo mwanzoni ameshaambia to start with such schemes, kwamba hizo schemes ni more than one. Kwa hiyo Okay, ni fursa zaidi ya moja. Okay, sawa. Hiyo inaweza ikawa sababu moja, ila sababu ya pili ni kwamba na sababu ya pili hapo tunaona ni watangazaji ni zaidi ya mmoja. Yes. Kwa hiyo wanatangaza fursa zaidi ya moja.
Yes, kwa vile ni wengi obviously watatangaza nyingi. Kwa hiyo haiwezi kawa watangazaji wengi alafu fursa inayotangazwa ni moja. Kwa hiyo obviously kwa sababu hapo ni wengi na ni tofauti tofauti, kwa hiyo lazima iwe katika wingi. Okay. Ya pili, doesn't disclose. Nani anaweza katuambia kwa nini hapa hatufai kusema doesn't? Nani anaweza katuambia kwa nini hapa hatufai kusema doesn't? Kama hamna anayeweza kusema, naweza nikajaribu. Yes, Lilian. Does inatumika for he, she and it. Okay. Kwa umoja wa namna hiyo, lakini do tunatumia kwa wingi na ile I au we. Yes, vizuri sana. Kwa hiyo kwenye hapa huo wingi uko wapi na huo umoja unaoongelea? Kwa nini umesema do not? Huo umoja na wingi tunauona wapi kwenye hii sentence? Ili tujue sasa kwamba hapa tunauona kwenye our advertisers pamoja na opportunities. Okay. Wingi tunauona kwenye advertisers peke yake, kwa sababu hii opportunities ni maelezo tu, ila tunamuongelea nani? Hawa advertisers. Kwa hiyo hata kama tungeondoa haya maelezo yote tungesema many advertisers don't disclose the actual risks, si ndio? Kwa hiyo point kubwa hasa ni kwenye hawa advertisers. Sasa wakiwa wengi, siku zote hatutumii doesn't. Doesn't hatutumii kwa wengi. Doesn't doesn't hatutumii kwa wengi. Kwa wengi tunatumia don't. For many advertisers don't disclose the actual risks. Kwa hiyo hii na s tunatoa, na hapa juu inabidi iwepo mkato. Okay, vizuri sana. Tuendelee. Leaving participants in a vulnerable position. Wakiwaacha washiriki katika mazingira ya... So vulnerable kwa Kiingereza ni mtu ambaye anatapelika kirahisi au yupo katika mazingira ambayo yani anaweza akatapelika au akafanyiwa kitu kibaya. Okay? Kwa hiyo wanaacha watu wakiwa katika mazingira ya kuweza kuathirika na hizo project zao. Na hapa kulibidi kuwa kuna L. Without a clear understanding of how the schemes works, many people enter blindly hoping for riches. Bila ya kuelewa kwa clear, manake yani kwa uwazi, yani bila kuwa na ukungu wowote. Kwa hiyo bila kuelewa kwa uwazi namna gani hizi njama zinafanya kazi, wengi kati ya watu wanaingia kama vipofu wakitamani au wakitumainia utajiri. This naivety often leads to disappointment. Yani, so mtu kuwa naive ni kuto kujiweka kutaka kuelewa kitu vizuri. Umeona? Kwa hiyo tunaweza nikaisema tu kwa urahisi, huu kutokuwa na uelewa inapelekea watu kupelekea katika disappointment. Yani kuwa disappointed, nadhani sijui kama watu mnaelewa. Kwa Kiswahili tunasema yani mambo kutokwenda vile ambavyo wao walikuwa wametegemea. So hapa pia kuna kosa, naye anaweza katuambia kwenye kuanzia hapa kwenye without, kosa liko wapi? Without a clear understanding of how the schemes works, many people enter blindly hoping for riches. So okay, Priscilla. Nilikuwa natafakari bado. Okay, umeacha microphone. So nani anaweza katuambia?
how the schemes works. Winfrida. Naweza nikajaribu hapo kwenye schemes. Yes, Okay. schemes, iwe schemes. Wapi? Okay, tuondoe s kwenye scheme. Hiyo kwenye schemes, hiyo schemes, ndio? Yes, yes, Okay, yeah. Winfrida upo katika makosa. Priscilla unajibu? Na mi naona pale Okay. kwenye understanding Wapi? understanding hapo Inabidi kuwa tuweke S. tukutane tena baadaye. Hello. Regina. Regina, sikusikii. Hapo kwenye works itoke s ibaki work. Okay, kwa nini? So Regina, unaweza ukatuambia kwa nini? Kwa sababu kwenye Mhm. schemes kuna s tayari ambayo inaonyesha ni wingi. Kwa hiyo sasa hatuwezi kuweka kwenye works tena wingi, inabidi pale iwe ni singular. Yes, very good. Very good. Kwa hiyo Regina umepatia. So ni kitu kile kile ambacho nilikisema pale juu cha kwenye simple present tense. Ya kwamba haiwezi subject wetu akawa katika wingi alafu kitendo chake kikawa kina s. Kama nafsi ipo katika wingi, kitendo lazima kisiwe na s. Kama nafsi itakuwa katika umoja, ndio kitendo tutaweka s. Kwa hiyo how the schemes work, jinsi gani hizo njama zinafanya kazi. Vizuri sana. So nilichukulia kwamba hii kazi itatuchukulia muda Samani mrefu, teacher, ila naona inatuchukulia muda mrefu. Yes, Consolata, karibu. hapo umesema, naomba uscroll hapo tusome hiyo sentensi ya mwisho hapo. Okay. Umesema kwamba without a clean understanding of how the schemes work. Yes. Sasa kama kwa mfano tukitoa s kwenye schemes tukaiacha kwenye works, pia ina make Inakuwa ni sense. sahihi. Yes, inakuwa ni sahihi. Sasa kwa nini wakati Kwa mfano tusingekuwa na s hapa, sawa? ndio. Hapa ingekuwa sahihi kuiacha s. Shanipata? Ndio. Yes, ila hatuwezi tukaondoa s kwa sababu tangia huku juu kote tunaongelea kuhusu schemes. Tunaongelea katika schemes zipo nyingi. Kwa hiyo obviously haiwezi ikawa huku ndio ikaje ikawa moja ghafla. Okay. Yes. Kwa hiyo obviously ilibidi tubadilishe kwenye work. Okay. Yes, ila unachokisema ni sahihi. Kwa mfano isingekuwa katika hii scheme isingekuwa katika wingi, works ingefaa kabisa. Sawa. Okay. Okay. So tuendelee kusoma. Second, genuine wealth usually requires time, effort, and perseverance. Kosa lipo hapa. Nani anaweza akatuambia kosa? So cha pili, utajiri wa ukweli siku zote au kwa kawaida unahitaji muda, nguvu na uvumilivu. Perseverance ni uvumilivu au kuto kukata tamaa. So kosa liko wapi kwenye sentence? Samsung, ujaandika jina lako, unaweza ukataja jina ulio unmute mic. Nelson. Nelson. Okay, Nelson, welcome. Asante. Kosa liko wapi? Mimi ni mgeni kabisa hapa, ndo nimejiunga kwenye grupu hapa. Okay. Kuna mwingine ambaye anajibu?
So kuna mtu ambaye anataka kutoa jibu. Nilijua Nelson anataka kutoa jibu. Winfrida, Yes, najaribu hapa kwenye requires. Tunatoa S, tunaweka require. Yani tunatoa ES. wapi? Kwenye requires. Yes, kwenye requires. Hapana, kwa sababu huku hakuna wingi. Tulisema kama kuna wingi ndio huku tunaondoa S, ila Yeah. kama hamna wingi huku lazima S iwepo. Kwa hiyo upo katika makosa. Mwingine? Haya, ngoja niwasaidie. So jibu lipo hapa, kwa ambao hawajaona, jibu lipo kwenye hapa second. Siku zote ukiwa unamaanisha, ukiwa unatoa point zako, point zinafuatiwa kama unataja zile namba zinatakiwa zifuatiwe na ly. Kwa hiyo uwezo ukasema second, inabidi useme secondly. Secondly. So ukiwa unataja point ya kwanza, kama unaanza na first unasema firstly. Ukiwa unatoa point ya pili unasema secondly. Point ya tatu unasema thirdly, fourthly. Hivyo hivyo. Okay? Hautakiwi kusema second. Okay, tuendelee. The notion that one can make a fortune overnight is rarely, if ever, achieved. Huo msemo Sorry mwalimu. Yes, Can Lilian, you repeat hapo kwenye Sorry, can you come again on the second? tumesema tu ukiwa unataja points zako unazitaja kwa kuongeza ly. Firstly, secondly, thirdly, fourthly na kadhalika. Ni hivyo tu. The notion that one can make a fortune overnight is rarely, if ever, achieved. Msemo wa kwamba mtu anaweza akatengeneza fortune, maana yake ni hela za kukutosha kama vile maisha yako yote. So pesa kubwa kwa usiku tu, yani kama vile kwa usiku kuamkia asubuhi, is rarely, if ever, achieved. Yani ni mara chache sana kama hata inaweza ikatokea au inaweza ikafanikishwa. Kwa hapa kuna makosa. Entrepreneurship, investment or career advancements demands consistent hard work. Ujasiriamali, uwekezaji na kujiendeleza katika kazi au kielimu zinahitaji kufanya kazi bila kuwa na kusimama. So kwa consistent maana yake hausimami, kila siku unafanya. So kosa liko wapi kwenye hii sentensi? Nadhani sasa hivi kama umeanza na hili group kuanzia mwanzo utakuwa ushaliona kosa. Kosa liko wapi kwenye hii sentence kuanzia hapa hadi hapa? Kuna mtu ameandika jina langu Hassan Ambali. Jina lako ni nani? Ule unmute mic sasa hivi. Given, karibu. Good evening. Good evening, how are you? I'm fine. How about you? I'm good. I think it's wrong. Remind is integrate to S. Okay, inabidi tutoe S. Kwa Yes. nini? Because advertisement ipo katika wingi. Advancements. Yes. Yes, kwa hiyo ni sahihi. Kwa hiyo advancements ipo katika wingi, kwa hiyo moja kwa moja kitendo hakiwezi kikafuatwa na S. Very good. Nafurahia kwamba point imeeleweka. So, tumalizie story kuchambua makosa ama tuishie hapa tuingie kipengele chetu cha kufanya discussion? Niwaachie mfanye discussion. So mnasemaje? Tumalizie story
au tuingie kipengele kinachofuata? Mnaweza mkaandika kwenye chat. Kwa hiyo tap screen yako utaona kibonyezeo kimeandikwa chat. After utabonyeza kwenye chat, alafu utaweza ukaandika kwenye message nikaiona. Okay, alafu kuna mtu ametuambia achieved iko misspelled. Hilo pia ni kosa, ilibidi utuambie. Yes, alafu nilikuwa sijaona kabisa. Hii neno limekosewa spelling. Ilibidi kuwa achieved. Kwa hiyo imeandikwa achieved. Hongera sana uliotupa ni correction ya spelling. Tuendelee kuchambua. Okay, tumalizie story. Okay, so nilikuwa nimepanga tufanye discussion, ila kutokana na hivyo watu inaonekana mmependa sana story. So on the contrary, quick money plans promise success without such diligence, which defies the way the economy and industries functions. Upande wa pili, kupata pesa haraka, mipango ya kupata pesa haraka inakuahidi mafanikio bila hiyo diligence. Diligence maana yake ni kama vile kusema uwajibikaji. Kwa hiyo hizi ahadi za kupata pesa haraka, unapewa ahadi bila kuambiwa kwamba inabidi uwe consistent, inabidi uwe mvumilivu, inabidi uwe na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hizo zote ndio tunasema diligence, vile vitu ambavyo unabidi uwekeze ili upate matokeo, which defies the way the economy and industries functions, ambayo inaenda kinyume. Kudefine kwenda kinyume, inaenda kinyume na namna ambayo uchumi na viwanda vinafanya kazi. Kosa liko wapi kwenye hii sentensi? So tunakosa jingine hapo. Asha, karibu. Asha, ume-unmute mic yako, kwa hiyo upejibu. Asha Omari. Okay, nahisi Asha ame-unmute bahati mbaya. So, mtu mwingine, Winfrida. Winfrida, unaweza ukatupa jibu? Kwenye functions tunaandika function. Yes, very good. Kwa hiyo functions hapa ni makosa. Yes, function. Yes. Kwa hiyo hii ni makosa. Kwa hiyo the economy and industries function. Si ndio, Winfrida? Kwa nini functions haitakiwi kuwa na S? Kwa sababu kwenye industries hapo kwenye industry kuna S. Yes, very good. Kwa sababu industry ipo katika wingi, kwa hiyo kitendo moja kwa moja kitakiwi kuwa na S. Moreover, such schemes frequently exploits others. Zaidi ya hapo, au point nyingine ya ziada ni kwamba hizo njama mara kwa mara, yes, frequently ni kama kusema mara kwa mara, mara kwa mara zinanyonya wengine. Kosa liko wapi kwenye hizi sentensi? Kwenye exploits Regina? inatakiwa kwenye exploits hiyo Yes. S inatakiwa itoke kwa sababu kwenye schemes tayari kuna plural. Yes, very good. Kwenye exploits tutaki kuweka S. Kwa hiyo moreover such schemes frequently exploit others. Pyramid schemes, for instance, rely on recruiting new participants which invest but only benefit the top individuals. Pyramid schemes, nani anafahamu hapa pyramid scheme maana yake nini? Okay, kama amfahamu, pyramid scheme ni neno la Kiingereza linalomaanisha ile michezo ya unga watu wawili, ukiunga watu wawili, wao waunge wawili, waunge wawili, waunge wawili, mpaka
yani unavyozidi kuunga watu wengi kwenda chini, na hao wanavyozidi kuunga watu wengi ndio wewe unavyozidi kupata hela. Hicho kitu kwa Kiingereza tunakiita pyramid scheme. Upatu sidhani, sijui inaweza ikawa upatu, ila nadhani nikisema tu hivyo kwamba unga wawili na wao waunge wawili, mtakuwa mshaelewa michezo ya namna hiyo. Kwa hiyo pyramid schemes kwa mfano zinategemea kwenye recruit. Recruit ni kama vile kuajiri, au actually sio kuajiri, ni kuajiri bila kulipa. Kwa hiyo zinategemeana na tuseme kukusanya, yes, kukusanya washiriki wapya ambao wanawekeza, lakini inafaidisha wale viongozi wa juu. This arrangement is not only unethical but also unsustainable in a long run. Huu mpangilio sio tu haupo sawa unethical ni vitu ambavyo havipo sawa kitabia, sio kisheria, ila tu kitabia au kimila na desturi. Yes, mila na desturi nadhani inaweza ikakaa vizuri. Kwa hiyo huu mpangilio sio tu kwamba upo kinyume na mila na desturi, lakini pia hauwezi kudumu, sio wa kudumu. Unsustainable ni kitu ambacho hakiwezi kikadumu, haiwezi ikadumu kwa muda mrefu. Okay, so kuna kosa hapa kwenye hii sentence. Kuna mtu anaweza katuonyesha kosa? Kwa mtu anaweza katuonyesha kosa? Okay, so Regina, okay? Yes. Regina, hatukusikii. Nasema hivi, Okay. Regina, simu yako ina shida, hatukusikii tena. nasema hivi, Mhm. pale kwenye benefit inatakiwa isomeke benefits, na kwenye individuals iwe ni individual, kwa sababu tumeshasema individual ni kama mtu mmoja mmoja, hatuwezi tena kuweka s, lakini kwenye benefits ionyeshe kwamba ni faida sio moja bali faida nyingi. Kwa hiyo kwenye benefit iwe ni benefits, kwenye individual iwe ni kwenye individuals iwe ni individual. Benefit hapana, hakuna, haitakiwi kuwa benefits. Okay. Yes, kwa sababu hakuna hiyo s ya kwenye kitendo, haihusiani vyovyote na hicho kitendo kufanywa na watu wengi. Yaani sijui nisemeje, inahusiana na swala la tense, na sio kitendo chenyewe kwamba kina wingi wowote. Kitendo kwanza huwa hakina wingi. Wingi ni kwenye nafsi, wale watu ambao wamefanya iko kitendo ndio aidha wanakuwa wengi au wachache. Kwa kungekuwa kuna nafsi nyuma hicho kitendo, kungekuwa kuna nafsi hapa, tungesema kweli labda nafsi kuendana na hii nafsi au watu hao waliokifanya hiki kitendo ni wengi, labda tungeweka s au tusingeweka s, lakini hakuna nafsi. Kwa hiyo hapo hakuna swala la s. Kuna kitu kingine umekisema, ni kipi Madam Regina? Nimesema kwamba Okay. pale individuals inatakiwa ionekane individual. Hapana, kwa sababu top individuals, viongozi wa juu au wale watu wote waliokuwa juu. Kwa hiyo lazima iwe katika wingi, kwa sababu yani haina shida katika wingi. Kuendana na hii story inaonekana anataka kuelezea, kwa sababu wanakuwaga mara nyingi wengi ambao wanaanzisha vitu kama hivi. Kwa hiyo wale walio wa juu anamaanisha kwamba ni watu wengi. Kwa hiyo hiyo haina shida kabisa. Okay, so shida hapa ipo katika msemo huu. Kama wewe ni mwongeaji mzuri wa Kiingereza wa kila siku, in a long run ni kitu ambacho hakipo kabisa kwenye Kiingereza. So hii ni kama msemo mmoja ambao wazungu wanapenda kutumia kwa kumaanisha kwamba kwa miaka mingi inayofuata. Na katika huu msemo huwa wanatumia in the long run. Umeona? Maana yake
katika miaka mingi itakayofuata. Okay, those at a bottom layers of these pyramids end up lost their investment. Haya, hapo kuna makosa kama matatu sijui katika hii kipengele. Nani anaweza akatuambia? Kwa hiyo hapa ilibidi kuwa hivi. Kama mtu unataka kuchukua screenshot uone makosa, unaweza ukasema sio mbaya. Mtu kama utataka nikutumie hiki kitabu, ukipitia kwa muda wako, unaweza tu ukani text inbox. Kwa hiyo usihangaike kuandika wala kupiga picha na nini. Tunataka mtu unmute mic yake atuambie. Those at a bottom layers of these pyramids end up lost their investment. Ulioandika kwenye chat jina lako sijakufahamu, ila pia umekosea. Okay, nawapa hint, afu mtaniambia kosa liko wapi. Naonyesha kidogo tu. Hapa kuna kosa. Hapa kuna kosa. Wale ambao wapo katika zile layer za chini matabaka ya chini kabisa ya hizi pyramid wanaishia kupoteza uwekezaji wao au kupoteza pesa zao. Okay, so hakuna aliona shida. So shida ipo hapa. Ipo hapa. Kwa hiyo siku zote inatumika kuonyesha kwamba kitu ni kimoja. Okay? Kwa hiyo hatuwezi tukaweka umoja na wingi katika sehemu moja, kwamba bottom layers, matabaka ya chini, ni kama kusema ngoja niwape mfano ili mnielewe ninachokisema. Ni kama mtu aseme a pens. Hii huwa inamaanisha kitu ni kimoja. Pens inamaanisha wingi. Okay? So hata hii pen iwe black pen, yani kwa vyovyote hatuwezi tukaweka hii kuashiria peni ni nyingi. Kwa hiyo either iondoke s ibaki a black pen, ionyeshe kwamba peni moja nyeusi, kwa sababu hii ita represent umoja, au tuondoe hiyo ya kuashiria umoja, tuweke s peke yake. Kwa hiyo s na hii ya kuonyesha umoja haviwezi vikakaa katika sehemu moja. Kwa hiyo hii inabidi tuiondoe. Sijui imeeleweka jamani, naomba mniandikie nimeelewa, kama umeelewa nilichokisema kwenye hii sehemu. Kwa hiyo inabidi kuwa those at bottom layers of these pyramids end up lost their investments. Okay, nafurahi ya kwamba mmeelewa. Haya, pia kosa la pili lipo katika hapa, ya kwamba wale ambao wapo katika matabaka ya chini wanaishia kupoteza pesa zao. Hapa iliyobidi kuwepo ni losing. Wanaishia kupoteza pesa zao. Kuna mtu yote ambaye anafahamu kwa nini tuweke losing hapa? Kwa mtu yote anafahamu? Okay, hakuna. So niwape concept moja ndogo kwenye Kiingereza, sawa? Kama kitu kinaanza na ku kwenye Kiswahili, mfano kupoteza, kulima, okay? Kula, kula hiyo imekaa rahisi. Kuangalia,
kama neno linaanza na ku kwenye tafsiri ya Kiswahili, lazima liwe lina ing kwenye Kiingereza. Kwa hiyo kupoteza itakuwa losing. Kulima, farming. Kuangalia, watching. Ila nikiondoa tu hii ku, poteza, nao inabadilika inavyotafsirika Kiswahili. Lose. Nikiondoa tu hii ku, lima, na hii ing inaondoka, farm. Nikiondoa tu hii hapa, watch. Kwa hiyo hii topic ina maelezo ya undani sana, ila kwa juu juu tu, hiko ndio kitu ambacho nilichotaka kuelewa. Kwa hiyo hii tafsiri yake ilibidi kwa wale katika matabaka ya chini wanaishia kupoteza. Kwa hiyo na tumesema kupoteza kwa sababu imeanza na ku kwa Kiingereza, lazima hiyo tuiweke ing. Kama mtu utahitaji maelezo zaidi, utanitafuta kwa muda wako. Okay? Ila kwa sasa elewa hivyo. Kwa hiyo anaishia kupoteza investments zao. So not only that, sio hivyo tu, but those seeking instant fortunes also often face legal repercussions. Sio hivyo tu, lakini hao ambao wanatafuta utajiri wa hapo, sijui nasema kwa Kiswahili papo hapo, instant maana yake papo hapo. Kwa hiyo utajiri wa papo hapo pia huwa wanaishia kupata shida za kisheria, kwa kumaanisha wanajikuta wanafanya vitu ambavyo mara nyingi vinakiuka sheria. Kwa hiyo repercussions ni madhara au kile kitu kinachokutokea baada ya wewe kufanya kitu fulani. Kwa hiyo labda kwenda jela, hiyo ndio repercussion ya kufanya kitu kibaya, labda kuumizwa, kuuliwa na kama hivyo. Many schemes operates outside the bounds of law. Njama nyingi hizi zinafanya kazi nje ya mipaka ya sheria. Kosa liko wapi hapo? Given? I can try it, sir. Okay, go on. Wanikai, many schemes operatives ya operatives inatakiwa isiwepo kwa sababu wingi ushakuwa kwenye many schemes. Yes, kitendo hakitakiwi kuwa hakitakiwi kuwekewa s kwa sababu nafsi au neno lililo nyuma yake lipo katika wingi. Vizuri sana. Leading Okay. participants into unintentional criminal activities. Inapelekea washiriki katika masuala au matukio ya kiuhalifu yasiyotarajiwa. Unintentional, kitu kisichotarajiwa. So hapa kama mtu ameona tayari kakosa kadogo, anaweza katuambia katika hii sentence. Hello? Regina, yes. Spelling kwenye neno activities, hiyo y haipo. Okay, vizuri sana. So spelling ya hapa inabidi iwe IES, si ndio? Activities. Okay, vizuri sana. For example, kwa mfano, some online platforms promoting fast trading of cryptocurrencies violates regulatory protocols, exposing users to fines or potential legal action. Mfano, baadhi ya sehemu, platform ni kama website au app. Kwa hiyo baadhi ya sehemu za online ambazo zina promote ama zinatangaza kubadilisha, so trading ni mambo ya kubadilisha pesa katika nanili tofauti tofauti, katika njia tofauti tofauti. Kwa hiyo ambazo zinatangaza kubadilisha pesa kwa haraka kwa kutumia cryptocurrency. Cryptocurrency ni kitu ambacho ni pesa za kimtandao. Okay? Violates, zinaharibu au zinaenda kinyume na sheria, protocol
niseme ni mifumo, yes. So zinaenda kinyume au zinaharibu mifumo ya sheria zilizowekwa, ikiwaweka wazi au ikiwa expose, ni kumweka mtu katika mazingira fulani. Kwa hiyo ikiwaweka watumiaji katika mazingira ya kupata faini au potential legal action, kufanyiwa kitu ambacho legal action, kuchukuliwa hatua za kisheria, yes. Kwa hiyo aidha wanapigwa faini au inawapelekea kuchukuliwa hatua za kisheria. So kuna kosa, na anaweza akatuambia kosa gani? Kosa lipo hapa. Hapa kosa liko wapi? Kwanza, for example, some online platforms promoting fast trading of cryptocurrencies violates regulatory protocols, exposing users to fines or potential legal action. Unaweza ukatupa jibu kwa kuwa hujaandika jina. Will you unmute mic? User. Yes? User, very nice. Wapi? User. Users sio sahihi, kwa sababu watumiaji hapo imaanisha ikiwaweka watumiaji ni wengi, kwa hiyo moja kwa moja sio sahihi. Okay, niwape jibu. Kuna mtu ambaye, yes, jibu lipo hapa. Violates hapa, ES haikutakiwa kwa sababu cryptocurrencies na sio cryptocurrencies actually. Hapa kinachoongelewa ni online platforms. Kwa hii platforms ipo katika wingi, sababu hii hata kama tungeiondoa tungesema some online platforms violate. Okay, haya ni maelezo tu yamejezwa katikati, ila kiukweli nafsi ambayo inaongelewa, hii violate inayoongelewa ni kuhusu hizi online platform. So guys, muda wetu umetuishia kwa siku ya leo. Ningetamani tuimalize hiki kipengele, ila nisije nikawachosha sana. So, kitu gani ambacho mmeweza kujifunza kutokana na hiki kipengele kifupi cha hii story? Kitu gani ambacho mmeweza kujifunza? Au nitoe tu summary ya conclusion ambayo mimi nimeiona, alafu nyie pia kama mtaweza kuchangia, mtu mmoja au wawili watatu mtaweza kuchangia. So kitu ambacho nimekiona ni kwamba watu wengi katika hili group au watu wengi mlio join leo, na hii ni shida sana ya Watanzania wengi, hamjui kutumia simple present tense. Kwa sababu hii story imetumia sana simple present tense, na simple present tense inatumika sana katika uandishi kama huu na sehemu zingine ambazo vitu vinaongelewa, vitu ambavyo vinatokea katika hali za kawaida za kimaisha. Kwa hiyo kama umejiona unakosa kama umejiona umeshindwa kuwa unafahamu au unayaona yale makosa katika zile sentence nyingi ambazo tumekuwa tukikutana nazo, basi ujue ya kwamba una shida ya simple present tense, kwa sababu sentence nyingi ambazo zilikuwa zina makosa hapa zilikuwa zinalenga hasa makosa katika simple present tense. Na pia nadhani kama mtu umeweza kuparticipate vizuri kuanzia leo, utakuwa unauelewa kiasi fulani wa simple present tense na namna ya kutumia, kwa sababu hii ni tense ambayo watu wengi sana wanakosea, na hata kama mtu mwingine akikosea, watu wengi sana wanashindwa kufahamu ya kwamba hili ni kosa katika matumizi ya simple present tense. Kwa hiyo nawashauri mkajifunze simple present tense. Kama unapenda kujifunza zaidi, hakikisha kwamba unajiunga kwenye darasa zetu za private, ama unaweza ukajiunga kwenye group zetu, ama pia kama hauna muda wa kujiunga kwenye private wala kwenye group download tu application ya Easy English uweze ukapitia hizi topics. Hivi vitu vyote ambavyo tumeviongelea hapa vinaongelewa kwenye video zangu ambazo zipo kwenye applications, tenses na vitu vingine zaidi.
So kuna mtu yote ana kitu cha kumalizia, alafu tufunge meeting yetu. Kama kuna mtu ana cha kumalizia ili tufunge meeting yetu, unaweza ukanmute mic yako ukakiongea. Ila kama kutakuwa hakuna, naona hakuna, ningependa tuishie hapa kwa siku ya leo. Nitatamani tu arrange tena kitu kama hiki wiki ijayo tena, kwa hiyo tukutane tuweze tena kupiga story kama hivi, kipindi cha bure, ili tuweze kujifunza vitu vingi zaidi, na naweza tukaje tukamalizia hii au nikaja hata na story mpya ambayo tukapitia na nikaweka makosa mapya ambayo yanaweza katusaidia sisi kujifunza vitu vipya. Kwa hiyo niwatakia usiku mwema. I hope you guys have a wonderful night. See you again maybe next week, and have a very have a wonderful weekend. Thank you a lot. See you next time.